na tangia wakati huo vile mambo yalikuja mpaka mkaja kutambua mwili kwa upande wake. Nakusikia tu. Majina yangu ni Peter Gathu Kanyua na mimi ndiye baba yake Joy Kanili Gathu ambaye saizi hatuko na yeye. Na siku ya Tuesday tulikuwa hapa Nyeri, tukampigia simu na akaja. Tulishida na yeye the whole day huko kwa hapa town. Tulikuwa na mama and wakazunguka na mama. Jioni nikamuuliza kama angependa twende nyumbani, akasema hataenda leo, ako na kazi the following day. So I just told her, nikamwambia tunakumii sana Joy, nataka ukuje nyumbani haraka. Nao tukaenda, na kwa sababu hiyo ilikuwa on Tuesday, siku nyingine Wednesday, then Thursday hatukuwa na kuongea kwa sababu tumeachana tu the other day. On Thursday ndio nikapigiwa simu na kijana, kaniambia anaitwa John. Kaniambia mimi ni John, tumekuwa na Joy. That was about around 3:30. Na Joy tulikuwa na yeye Tuesday, tangu Tuesday ana miss na simuoni. So akaniambia ati anapiga simu yake iko mteja. So hata mimi immediately nikamwambia nitaipiga. Then akaniambia na leo nimereport, this is on Thursday, nimereport kwa police. Nikamwambia what umereport? So that thing nikafikiria mbona kureport mtu amepotea just 1-2 days. So I told him tomorrow nitakuja hata mimi nione hiyo report nasema ati nimereport. So on Friday nikakuja. Wakati nilikuja on Friday nikaenda, kijana alisema anakuja, nikamwambia tukutane hapo kwa polisi. Ndio nikafika hapo kwa polisi, nikaenda tukaona ile ameandikisha, nikasomewa, kisha yule ofisa wakatutuma kwa DCI, akamwambia mwende huko mtaandikishwa statement ama for the next step. I didn't know which one at this point. Hata siku anajua kama kuna mwili umepatikana mahali, lakini nikiwa pale ndio nikasikia wakiongea wakisema, hata huyu kijana ndiye aliniambia, akaniambia kuna semekana kuna mwili ulipatikana, lakini nilienda nikauangalia na nikaona si mwili wa Joy. And of course I could not think that mambo ya it did come to me that body connection na mambo ya mtoto. So tulikaa hapo mpaka tulikaa hapo. Ofisa yule tulipewa alikuwa na kazi, akatuambia acha nimalizie huyu alafu nitawatend. Meanwhile ofisa akaniambia tunahitaji idea Joy. Sasa hiyo huyu kijana alikuwa na simu ya Joy na ilikuwa na haikuwa na SIM card. Alisema ati Joy alitoa akaenda nazo. Alafu wakati tulikuwa pale, ofisa akatuuliza let's see kama Joy record other line kwa kutumia namba zake, tutafutieni ID number. So that's when I called my wife, nikamwambia ende nyumbani apige ile huduma namba, maana nilikuwa inajua iko nyumbani, tuone kama tutapata ID. Kijana akasema hata license yake iko kwa nyumba, so naweza kwenda nikaleta. Alafu akasema wacha nipige simu mtu anilete. So ndio alienda akachukua simu pale kwa mezani, ati atoe simu, akaamua kama anapiga, na he went kule kwa juu, akaanza kwenda akitoka. Nikaambia this cousin, we had this cousin, nikamwambia we shuka wewe umwangalie, and ukimuona mwambie asiende na hiyo simu, maana he kept saying, alianza kusema mama ananiita, mama ananisubua, kwa nini nafanya nini hapa, kazi yangu nimemaliza. Nikamwambia you know we have to get to this, Joy is my daughter, lazima kwanza tusettle na police, be patient. Finally alipotoka huyo alimfuata na mimi nikamfuata nyuma, akitoka alikuta alikimbia akaenda. Alafu kwanza hapo kumtafuta, ni polisi walianza sasa kumtafuta na simu mpaka to date hawajapatikana. So finally ndio nikakumbuka
Nikauliza polisi na nisikia kuna mwili uko kwa mochari. Nikaambia how is it? Kasema hiyo mwili haijatambuliwa. Kijana alikuwa ameniambia imetambuliwa na aliona tisi ya mtoto wangu. So one of the officer akaniuliza, have you seen it? Kasema no. Do you want to go mukaione? Kasema hakuna shida. Tukatoka, wakatupea one officer, tukakuja hapa, tukaingia pale. Sasa hiyo mwili ulikuwa ina lips or whatever, and tuliingia na we were only 2 of us. It's okay. It's okay. We can have a break. Yeah, it's okay. Tulipoingia tukaona mwili. Mimi first picture kuona, I saw nikaona structure mtoto wangu. Na ninajua alikuwa na alama hapa. Nikaangalia hiyo alama, nikaona kama nimeiona. We overcome by emotions. Then tukatoka. I told her, she was so overwhelmed. We decided to go back again. Tukaone, tukaenda, tukamulika. And baadaye I called my wife na yeye akuje ajisaidie ku identify. So at the end of the day, when she came, hata yakaona, kaniambia it is somehow similar but we cannot be sure because there was a mark here but it was a bit blood. Ilikuwa kama imekuwa tampered with. So tukaenda kule. Okay, our DCI wakasema now kwa hii situation lazima ufanye DNA. Na sisi tukasema hatuna shida, tutaifanya hiyo DNA. So tulitoka hapa tukaenda kule juu kwa ofisi zao. Tumekaa huko, but that time sasa wameanza kutafuta kijana. Anasemekana ako hapa. And finally jioni around 6:30 tukawa tunaambia sasa wacheni twende nyumbani, maybe tunaweza kuja kesho. No, walikuwa wametuahidi tutakuja leo wateki DNA. Before we left, kabla tulitoka, wakatupigia simu. Ofisa wakasema ngojeni sisi hapo tunaenda tukuje. Alafu akatupigia simu. Watuambia msitoke hapo mpaka turudi. That's when tulikaa pale like 40-50 minutes. Baadaye walitupigia simu wakatuambia tuteremke hapa kwa mochari. Tukakuja, wakakuja wakatuambia tumepata other parts of the body na we want you to identify, muone kama ni miguu ya mtoto. Tulikuwa tumemwambia there is a mark, kuna mark iko hapa tunaijua iko sawa, and tulikuwa tumemwambia tukipata miguu sasa tutakuwa tumejua kila kitu. So tulipokuja wakaingia pale and tukaona miguu ikawa Joy. So that's when we knew Joy is there. Yeah. How would you probably explain the status of the body as it is? I don't know. Let him do that. Let him do that. So kwa majina tu? Kwa majina naitwa Bishop Kabonda. Yule amekuta mtoto wake ni son of a pastor. Kwa hivyo tumeingia katika ya postmortem, kwa hivyo tumeona huo mwili vile huko. Hauna kichwa, amekatwa. Alafu some parts of the body, mikono hakuna, hata miguu imekatwa kule mwisho. So it's pathetic, ni mbaya. Iko. Kwa hivyo ni mwili ambao umefanywa kazi mbaya sana. So it was a very sad thing. Na pengine nyinyi kama familia na marafiki mlikuwa mnaitisha haki kwa kile kitendo ambacho kilitokea. Yes. Na tunaomba ya kwamba wale ambao wanafaa kuhusika kwa sababu hiyo they need to arrest that person, kwa sababu tunataka haki kama jamii. It's a very very sad thing kuona mtoto wetu akiwa amefanywa namna hiyo. Kwa hivyo tumejaribu njia zote, na wale ambao wanafaa kuwa wanahusika lazima wachukue hatua ambayo inafaa kushukuriwa. Because that man is still at large. Kwa hivyo we are feeling as if justice has not been served.
Sasa no ujirira ugo na iko please amaretwa ule muri wa hana kana no mwendeke hoto muri tarafa na fani so jitagwo Bishop Kaguda na ni mutomo wa family no usite mwana wao na juge ni twa kihoto gitu no ginya kiko gikiroro tondu mundu wekire undu ucio ondari aranyitu na ni turaigua kihoto gitu gitikira haya no rikagirire tondu muri tondu mathini wa postmortem ni mwiri uthukangite muno nduri na kiongo nduri na party cia moko party cia maguru gutiri na imefanywa ni kama imekatwa mpaka na so ni kitu ni undu wenda magi undu ginya uratuma mundu ginya kurekena itari njega so the trust kihoto yeah and we have our presiding bishop. That's fine. Chitongea na wakili hapo kusema. So wakili, you've been into the investigation circles of this particular case. What are the investigations saying? Do they have a person of interest that they are looking into? And nyinyi kama familia mngetaka vipi? Thank you. My name is Wakili Derek Mange, representing the family, and this is a case of Madam Mustafa. The way and manner in which the deceased was killed is unfathomable. She was decapitated from the head, the arms, as well as the lower limbs. Currently, as we speak, the lower limbs were able to be traced, and the missing parts of the body is the head, the neck, as well as the arm. So far as we speak, we call upon the investigative agencies to take this matter with the urgency and the precision that it needs. It's been since Friday, and they're taking this matter with a lot of complacency. The suspect, who is well known, is still at large, and the suspect is a friend to the deceased. The primary scene of crime, which is the deceased house, is yet to be visited by the scenes of crime personnel. So we as the family and as the advocate representing the family, we feel like the investigative agencies are not taking this matter seriously as it should be taken, and we are calling upon them to take this matter with the urgency and the precision that it needs. That is all from us now. The name of the suspect, so that we can help with the investigation. And how was he known to the deceased? The name of the suspect, preliminary investigation reveals that he is called John Moredi, who was an estranged lover to the deceased. That is all we know as of now. Alias somebody. Tizo. Let me take that back. The primary suspect at the moment is one John Moredi alias Tiso, who is well known to the deceased, and at the particular moment the information we have is that he is or he was an estranged lover to the deceased. Yes. The postmortem, what has it revealed? The postmortem results indicate from the pathologist that the deceased died out of excessive bleeding, given that he cannot conclusively conclude the cause of death due to the other missing parts of the body. Yes, he informs us that a saw was used to decapitate the body, which is very sad. Yes, thank you. Thank you. Naitwa Bishop Dr. Same Gitari. Mimi ndiyo presiding bishop wa kanisa ya Gospel Celebration Church, ambaye Reverend Gadu na Pastor Faith ni wahudumu. Kitendo hiki ni kibaya, kinauma, na tungependa kusema hivi. Tunaposema pole kwa Reverend Gadu na Pastor Faith, lakini jambo hili si la family, ni la jamii kubwa kama nchi, na vitendo kama hii tunahitaji kuwa na njia ya kujizuia kuwa nazo, kwa sababu ndio mwanadamu atoe mwingine uhai. Kama ni mapenzi ama ni fitina ama ni kukosana, hiyo si njia ya watu kwenda, na tungependa kuomba vitengo ya sheria ichukue hatua vizuri na ichukue jukumu kwa haraka kuliko vile tunaona, kwa sababu hatujui nani mwingine atakuwa kesho. Si mtu mmoja tu anahusika. Kwa hivyo kwa upande wetu tunaomba sheria ishukuriwe vizuri. Tunatia moyo ndugu zetu, tunaomba watulie, lakini uchungu ambaye uko ni wa mzazi yoyote, na hata watu wa hapa Nyeri
Hakuna mtu ataweza kuwa safe kama tutakuwa kuna mtu huko ambaye anaweza kufahamia mwingine, hatujui ni nani kesho. Kwa hivyo tunaomba jambo hili lishughuliwe kwa hatua kubwa, na wananchi wasikie, mtu akikosana na mwingine, kutoa maisha ya mtu si haki na si sawa na si njia na si mwenendo tunaweza kukubalia iendelee katika shughuli zetu. Tunaomba hata wazazi waongee na watoto wetu vile vile, wawe na njia ya kushuhuisha mambo vizuri, sio watu wakikasirika wanachukua maisha. Maisha ni ya maana sana kwa inchi, kwa family, kwa kanisa na kwa kila mtu. Msimamo ningesema namna hivyo. Would the family like to speak to justice? The issue of justice? Yeah, of course. Okay, sir, please. Yes. Sawa. Kiswahili tu. Nilienda huko ila walie kwa because I do not want to take you through all that again. Okay. Yes. Sisi kama familia tunasimama hapa kutaka haki ya mtoto wetu ifanywe, na hata kama hawezi kujitetea akiwa amekufa, tunaweza kumtetea yeye. Si vile tunamuona siku ya leo, na hali yetu na maisha yetu na yeye si yale alichukuliwa na huyo aliyetoa uhai wake. Kwa hivyo sisi tunamjua, a beautiful girl, mtoto ambaye ni responsible, na tabia zake tunajua zilikuwa zinafaa. Hata kama angekuwa na kasoro, ni ile ambayo inaweza kuvumiliwa, na ingezidi zaidi angefaa arudishiwe kwetu kwa sababu ni mtoto wetu. Kwa hivyo tunasema serikali ina uwezo, hatutajaribika saa hizi kwa yale ambayo tumefanyiwa, na hatujaona maana, hatulali, we cannot sleep usiku, kwa sababu ukianza kufikiria, unaanza fikiria hili, kesho unafikiria hili, na kwa saa hizi tuna feel hata huyo kijana anaweza kuwa mwingine. It may not be for us, na na feel ya kwamba hatufai kuona mwingine akipitishiwa mambo kama hiyo, na tunajua saa hii huyo kijana angekuwa ameshikwa. Number 1, alikuwa kwa police station akatoka. Ya pili, hata saa hizi anaapia kwa hata mitadaoni. Kwa hivyo tungeomba justice ya kwanza ndio awe mahali ambako amezuiliwa, then apite katika ile process ya sheria, nasi tuweze kurudhika. Hata kama hatutapona kabisa, lakini itatupea some satisfaction kidogo. Kidoda cha kifo hakiwezi kaisha, lakini tunaweza kusaidiwa kujua ya kwamba kuna watu walitupigania. We request the government, na ninasema hivi kwa sababu tumekuwa hapo as a family. Hata jana tulishida hiyo msituni tukitafuta hizo parts zingine za mwili, sisi familia na marafiki, na ni kwa sababu wale wa maofisa wanasema ni wachache. Wanasema kile gadget ya kutafuta mwili, ya kutafuta yule mtu ati nafanyia kazi Nairobi. Sasa na nilisikia hiyo gadget inaweza kutembea na huyo mtu ikiwa kwa gari. Kama sasa walimumiss ati yako Kiawara, wakaambiwa kwa Kiawara, afisa wakaja kumgojea samu ya barabarani. Yule naye anapeana hizo vitu, hizo signals, anapeana 15 minutes late, amepita Kimathi. Sasa unaona, are they helping us? Tunaona ni kama kuna mtu somewhere anatuzuilia tusipate haki yetu. Maana sisi tumevumilia, tulipea hawa nafasi, hata nyinyi media tuliwaambia mgoje, mtupe nafasi, wachukue nafasi yao. Lakini sasa tumesema it is good hata sisi tusaidiwe, and we appeal to the government and every authority responsible. We need justice for our child, and we need it as fast as it is possible. Yes, tutaridhika na tutafurahi, maana ni haki yetu. It's our right. It's our right. It's our right. Asante. Thank you so much. Yes.